Mzigo unaanzia jikoni. Kuna binti hapa anaitwa Kesi. Kesi anapenda sana kuimba, yani ni moja ya ndoto zake. Akiwa pale anasikia anaitwa kwa sauti ya makasiriko sana, kwa hiyo akafanya kazi zake kwa haraka mno. Muda wa lunch umefika, ameandaa chakula chake, lakini watu wamekula wakaacha makombo. Yakaamua kuyakusanya ile makombo na kuweka kwenye kafuko fulani hivi. Mabosi zake wamekaa sebuleni wanapiga story, anakuja binti kuaga. Madamu anamuuliza kama jiko lake amelisafisha vizuri na anajibu ndio amelisafisha vizuri. Ila anapotazama vizuri anamuona na kamfuko, ambapo ulimpa mashaka kwa sababu ulikuwa umejaa sana mafuta. Madam akatoa pesa kwenye waleti yake kwa dharau sana akamtupia. Jamaa akamwambia okote pesa haraka na aondoke maana hana cha kupoteza. Kisha wakaendelea kupiga stori zao bila kujali lolote lile. Karudi kitani anasalimiana na kila mmoja anayemuona, yani alikuwa na adabu mno kuliko kawaida. Kafika nyumbani kamkumbatia mama yake. Mama yake anaitwa Grace, yeye ni kipofu. Kwa hiyo binti alikuwa anafanya kazi zote ili mradi tu mama yake apate kula, kuvaa na kuishi vizuri. Binti alimwambia mama yake amerudi na chakula kutoka nyumbani kwa mjomba wake. Na mama alifurahi sana kusikia hivyo. Hivyo alitaka binti yake aende akaoge kisha warudi kuja kula chakula. Wamekaa wanakula, mama anasema chakula ni kitamu sana na anamwombea dua kaka yake azidi kufanikiwa. Wakati huo Kesi alibaki kimya maana tabia za mjomba wake hazikuwa nzuri hata kidogo. Asubuhi amekuja baba mwenye nyumba kutaka kodi yake ya kila mwezi, lakini Kesi anaomba avumilie kwa sababu bado mjomba wake hajalipa. Kwa hiyo akamwambia atakapoenda kumkumbusha mjomba wake basi ataweza kumpa kodi yake kwa sababu bado mjomba hajatoa hiyo kodi. Yani kila kitu ambacho wao wanakifanya mle ndani wanamtegemea mjomba na ambaye anaendesha maisha yao kwa ujumla. Basi Kesi anaondoka zake na kuendelea kumwacha baba mwenye nyumba akiendelea kubwatukana na wale wapangaji wengine pale. Binti kafika kwa mjomba wake na kumuomba radhi kwa usumbufu na kumkumbusha kuhusu kodi ya nyumba, lakini mjomba kuonekana kabisa kwa concentrate na yeye. Usiku binti yuko na mama yake wanaimba huku akiwa na furaha sana. Mama alimwambia binti yake kuwa ana sauti nzuri sana ambayo kila siku inampa faraja na furaha. Binti alifurahi sana. Mama alisema sauti hiyo inamkumbusha mengi kuhusu baba yake, maana alimpenda kutokana na sauti yake nzuri. Binti alifurahi sana na alitamani angemwona baba yake. Kesi alimpenda sana mama yake sababu ndio alikuwa mtu pekee kwake. Asubuhi Kesi anaaga kwenda shuleni, mama anamtakia siku njema na anamwomba awe makini sana shuleni na afanye kila mmoja amsikilize yeye. Naye anampa maelekezo kwamba akiwa na njaa basi chakula kitakuwa kwenye poti pale. Kwa hiyo atakula, mambo mengine yataendelea. Kisha anaondoka zake. Masaa kadhaa baadaye binti karudi. Mama anashangaa kumuona binti yake pale. Binti anasema amefukuzwa kisaada. Mama anasema itakuwa mjomba wake amesahau kulipa ada. Ila Kesi anasema hata kodi ya nyumba bado hajalipa. Kwa hiyo anahisi ni makusudi. Mama na binti yake wamekuja kwa mjomba kuomba msaada sasa wa pesa ya ada pamoja na kodi. Jamaa anaitwa John. John aliuliza kama yeye aliweza kusahau kuhusiana na hilo, lakini Grace aliomba tu msaada kwanza ili binti yake aweze kurudi shuleni haraka sana. Uncle John anasema ili mradi aweze kulipa ada ya Kesi basi Kesi inabidi awe anaenda pale asubuhi kufanya kazi zote na akitoka shuleni jioni anapitia tena kumalizia kazi zilizobakia alafu anarudi nyumbani. Kwa kufanya hivyo basi anaweza kupata pesa yote ile ambayo anaitaka, lakini kwanza atimize matakwa ambayo yeye anayataka. Grace anamwambia kaka yake kwamba Kesi ni mwanafunzi bado na anahitaji kusoma sana kwa bidii na mitihani yake inakaribia, lakini John anamwambia kama hawezi kufanya hivyo basi yeye hana msaada nao. Kesi anakubali kufanya kazi ili mradi tu aweze kulipiwa ada na mambo mengine yaweze kuendelea na mama yake aweze kuishi vizuri, kodi pia iweze kulipwa. Kwa dharau ya hali ya juu sana mjomba akatoa pesa na kuwatupia chini akiwaacha tu akiendelea kuziokota kwa kutaabika, maana mama shida yake kubwa ilikuwa ni pesa mtoto wake aweze kurudi shuleni. Alimkanya pia Gadu. Gadu ni mfanyakazi wa pale, yani mlinzi, kwamba asiruhusu tena watu wa ajabu kuweza kuingia nyumbani kwake yeye bila kupatiwa taarifa. Usiku binti Kesi amekosa kabisa usingizi kutokana na yale ambayo yameweza kutokea. Mama anauliza nini shida, ila binti alibaki kimya tu. Mama anasema kama angekuwa na macho na angekuwa anaona vizuri basi hayo yote yasingetokea. Ila inabidi tu afanye kila kitu maana yeye ameshindwa kuwa kama mama kutokana na hali yake. Kesi anasema hamuelewi kabisa mjomba wake na bado anajiuliza kama wao ni damu moja maana hajawahi kabisa kuwapenda, kila siku anazidi kuwanyanyapaa. Mama anasema usiseme hivyo maana anko wako anakupenda sana na ni msaada mkubwa sana kwetu. Yani anatupenda sana. Binti anamwambia mama yake asijidanganye maana Uncle John ni tajiri na ana pesa za kutosha, lakini anaishia tu kutuelekeza hapa tulipo. Mama anaomba binti yake afanye kazi ili mradi aweze kupata pesa na awe na shukrani kwa kila kitu sababu wao sio kitu bila yeye. Binti anasema amechoka sana kuwa mtu asiyethaminiwa. Mama anasema ni makosa yake sababu yeye hawezi kufanya chochote kwa ajili ya mtoto wake na hii hali yani hawezi kufanya chochote kile. Mama alilia sana kwa uchungu. Asubuhi binti anafua zake amekuja Gadu kuuliza kwa nini anatumia mikono wakati ndani kuna washing machine. Yani Gadu alilalamika sana maana hakupenda jinsi ambavyo walivyokuwa wanamfanyia yule binti. Auntie anaongea na simu, anakuja Kesi, ikabidi tu akate kwanza na kuanza kumfokea. Kwani unione ninachokifanya au kitu gani?
Casey anasema ameshamaliza tayari kazi zote na anahitaji kwenda shuleni. Auntie anamwambia sasa hivi ni saa 5 na hakuna kuondoka hapa mpaka mjomba wake aweze kuamka na kazi zote ziweze kuisha. Usiku binti anajisomea mpaka anasinzia, maana hapati kabisa muda wa kujisomea na kuzingatia masomo yake kutokana na wingi wa kazi anazozipata kule kwa mjomba wake. Jioni binti katika pitapita zake anashangaa anasimamishwa na sauti nzuri sana ya gitaa pamoja na sauti ya wimbo. Yaani alikuwa amevutiwa sana kutokana naye pia anapenda sana kuimba. Akajikuta anacheza cheza tu. Upande wa ngambo kulikuwa kuna jamaa ambaye alikuwa anafanya hizo issue. Kwa hiyo akaamua kumuita binti na kumpatia mic ili mradi waweze kuimba pamoja. Binti alikuwa mtaalamu hasa, maana alikuwa na sauti nzuri sana iliyomstaajabisha sana yule jamaa. Wamemaliza kuimba, jamaa akajitambulisha kwamba anaitwa David. David aliomba afanye kazi wote na atakachokipata basi watagawanya nusu kwa nusu, ili mradi tu binti aweze kufanikiwa. Lakini binti alikataa. David aliomba kama akibadilisha mawazo yake basi amfuate pale pale anapokaa. Pesa ni ndogo sawa, lakini anaweza akampatia pesa ambayo inaweza kumkimu kwa kila siku atakazokuwa anaenda pale. Binti amekuja nyumbani kwa mjomba wake kufanya kazi, anakutana uso kwa uso na shangazi yake akiwa amevimba sana kwa hasira kutokana na kuchelewa kwake. Binti akajielezea na kwenda kuendelea na kazi zake. Usiku amelala anawaza sana lile tukio la jioni alipokuwa anaimba na David. Alionekana mwenye furaha sana na amani, yani alijiona ni mtu mwenye amani sana akiwa na mic akiwa anaimba. Asubuhi anaosha vyombo nyumbani kwa mjomba wake, kwa bahati mbaya akavunja sahani. Amekuja shangazi anaanza kumkebehi na kumwongelea vibaya mama yake. Casey alimtazama kwa jicho fulani hivi lililopelekea kupigwa makofi na kumwagiwa maji ya moto. Casey alilia sana. Nakuja mjomba anamwambia akae kimya, atampeleka hospitali maana mambo yenyewe ni madogo sana. Kamrudisha mtani kwao, analalamika kuwa maeneo ya pale ni machafu sana na hayapendi, yani hapendagi kufika pale. Alimsihi pia asimwambie mama yake chochote kile kilichotokea kwa sababu atampa hofu sana. Casey alilia mno kwa maumivu makali aliyokuwa nayo, maana mkono wake ulikuwa umevimba, yani umevimba mno. Yani alilia njia nzima. Kafika karibu na nyumbani, anafiata mdomo maana mama yake alikuwa nje ya nyumba. Kwa hiyo aliogopa sana kumpatia hofu. Mama alihisi utofauti, kwa hiyo aliuliza nini shida, lakini binti alimwambia anahitaji kwenda toilet haraka sana. Huko mjomba amerudi nyumbani, anamsema mke wake kwamba alipofika ni mbali mno. Binti usiku anakosa usingizi kutokana na maumivu makali anayoyapitia. Asubuhi mama akajigeuza, kwa bahati mbaya akagusa kidonda. Casey alipiga sana kelele. Mama alishtuka sana maana haikuwa kawaida kabisa. Casey alisema alianguka na kujeruhi mkono wake, kwa hiyo ameumia. Mama akaamua kumtengenezea chakula binti yake, japo haoni lakini aliivisha na kumlisha vizuri binti yake. Mama bado anajiuliza sana juu ya jeraha la mtoto wake, japo binti alimwambia sio kubwa sana. Mama alichukia sana kufichwa kuhusu jeraha lile, yani alivunjwa sana moyo wake. Mama alimwambia hata kama uko nje mtu anakukimbiza kutaka kukuua, njoo kwangu mimi nitakulinda na kukutetea. Kisha mama alimshukuru sana kaka yake kwa msaada aliompatia kumpeleka hospitali na wema wake wote alomfanyia. Casey alijua rangi halisi ya mjomba na shangazi yake, lakini aliamua tu kukaa kimya ili mradi tu kuweza kulinda heshima zao. Asubuhi Casey anakula matunda na mama yake. Mama anasema kwa sasa anashukuru binti yake yuko sawa na inabidi arudi kwa mjomba wake. Binti aliuliza nani? Mama anamwambia si mjomba wako John. Au unataka kuleta kisingizio gani tena hapo? Mkono wako tayari ushapona na hujaenda kule kwa muda mrefu, inabidi uende. Asubuhi binti ametoka lakini hajafika mbali, anakumbuka tukio la kinyama lilofanywa na shangazi yake. Anaamua kurudi, lakini hapo hapo anapata wazo la kuondoka. Anapishana na Gadu. Muda huo Gadu analalamika sana kuona mtoto wake kila siku anaumwa yeye tu. Yaani hakuna siku ambayo mtoto wake haumwi. Kila siku yeye kazi yake ni kununua dawa kwa ajili ya mtoto wake. Yaani mtoto wake ndikuwa ni mgonjwa sana, dhaifu. Kwa hiyo alikuwa analalamika mtaa mzima. Casey amekuja kwa David kumwambia kwamba yuko tayari kuimba na ataanza muda huo. David alifurahi sana kusikia hivyo. David alisema kwamba ana nyimbo special kwa ajili ya mtoto wake mpya ambaye amezaliwa siku hiyo. Kwa hiyo Casey pia alifurahi sana kusikia hivyo. Maisha ya Casey yakaanza kubadilika na hata chakula walikuwa wanakula kile ambacho wanakitaka, sio wanachokipata. Mama kidogo alianza kuingiwa na mashaka, akaanza kuuliza wapi pesa anapata ama ameanza kuomba wanaume pesa. Casey anasema Uncle John ndo anampatia hizo pesa, kwa hiyo aondoe hofu kabisa. Mama alifurahi sana na alimwombea dua nzuri. Casey alikuwa na chuki sana kila aliposikia kuhusu mjomba wake, maana anamjua vizuri. Binti kajitonesha, mama anauliza kama hajapona bado na kama anatumia vizuri dawa zake. Wanakula mlo wa mchana kwa furaha sana, wakilishana na kuwa na matumaini mapya. Binti alimnunulia mama yake nguo mpya na kumbadilisha, yani mambo yalikuwa kidogo mazuri kwao. Huku sasa aunti anamwambia mume wake anaumwa na amechoka sana kufanya kazi za nyumbani na anaomba Casey aweze kurudishwa kazini sababu anapaswa kupona mpaka sasa hivi. Uncle Junior anamwambia ulimwagia maji ya moto, utasemaje kidonda ni kidogo. Aunti anakazia kwa msisitizo mkubwa sana kwamba anamtaka Casey aweze kurudi kazini kufanya kazi zake kwa sababu yeye amechoka sana. Huko maisha yanaendelea na watu wanaangusha koto mno kila anapokuwa anaimba Casey pamoja na David mtaani huko. Mjomba katika pita zake anamuona Casey anaimba mtaani, akaingia kwenye gari haraka na kuondoka. Kaja kwa dada yake kuongea naye kuhusiana na Casey. Usiku Gracie anauliza wapi Casey anaendaga asipoenda kwa mjomba wake. Casey anasema anakuaga na David. Mama anauliza David ni nani na anamwambia ni mtu ambaye anaimba naye. Binti anasema anapenda sana kuimba na hapendi kwenda kwa mjomba wake maana kule wanamcheza sana, hana amani.
Mama anaomba radhi kwa binti yake kwa kuwa tegemezi kwake. Lakini anamwambia hapana mama, mimi nafanya hivi kwa sababu sasa hivi ni muda wa kujitegemea. Ila mama yake anamwambia sio muda wako wa kujitegemea kwa sababu wewe bado ni mdogo. Inabidi umtegemee mjomba wako umalize shule na mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo itabidi uendelee kurudi kazini kwa mjomba wako. Hata kama akifanyaje endelea kuwavumilia tu. Binti alikubaliana na mama yake na asubuhi akaenda kwa Mr. David kumpatia taarifa mbaya kwamba hawezi kabisa kufanya kazi na yeye sababu ni story ndefu aliyokuwa nayo. Na kama akipata muda basi atamsimulia, lakini kwa sasa hivi hataweza kabisa kuimba naye. David anamwambia kama hutaki usiache, maana hii inawezekana ikakutoa kwa sababu kufanya kazi ya muziki ni kazi kubwa sana kwako na ni ndoto zako. Ila binti anamwambia anatamani sana lakini hawezi kutokana na mambo ambayo yanamkabili yeye. Amekuja kwa mjomba wake anapokelewa na kejeli za shangazi yake huku akidai hawawezi kabisa kuishi bila wao. Yaani shangazi hakuwa hata na roho ya kuomba msamaha ili mradi mambo mengine yaendelee, bali anaendelea kumkebehi na kumsema vibaya mama yake kwamba wao hawawezi kabisa kuishi bila kuwategemea wao. Kwa hiyo waendelee tu kuwa mambo wao tu pale nyumbani. Shangazi alitaka kesi ya deki nyumba nzima, aende sokoni, aoshe vyombo na andae dina. Yaani afanye kila kazi ambayo yeye anaijua ndani bado haijafanywa. Yaani afanye kila kitu. Maisha yale binti hakuwahi kuyapenda hata kidogo, lakini ni kwa ajili ya mama yake tu. Usiku amerudi binti amechoka sana. Mama anamwongelesha lakini alikaa kimya. Mama alijua kwamba binti yake hana raha kabisa. Asubuhi anafua, anti amekuja na nguo zake na kumtupia, kisha anampatia kazi mpya. Kesi anamwambia atafanya hiyo kazi mpya baada ya kumaliza kufua. Kama ana haraka sana aende akafanya mwenyewe. Anataka kumpiga binti anadaka mkono na kumwambia simzoee. Anakuja mjomba wanamuongelea mama yake vibaya. Mjomba anamwaga umbea kwa binti kwamba binti amezaliwa kutokana na mbegu ya wabakaji. Binti alilia sana sababu hakujua lile hata mara moja. Yaani aliumia mno kujua amedanganywa na mama yake. Mjomba aliendelea sana kuzilia mkazo lile na binti alikasirika mno kuona mama yake anaongelea vibaya na baba yake pia anaongelea vibaya. Yaani hakujua kama yeye ni mtoto ambaye ametokana na wabakaji. Binti alilia sana sababu hakujua kwa nini mama yake aliweza kumficha lile. Yaani aliumia mno. Amerudi nyumbani anamuuliza mama yake kama ni kweli. Mama anashindwa kabisa kuelewa nani amemwambia. Binti anasema Uncle John na kwa nini alimdanganya. Kesi anaondoka kwa hasira sana na kumwacha mama yake pale. Grace akaanza kumtafuta binti yake na aliomba amsikilize, atamwambia kila kitu. Huko mtaani Kesi amekuja kwa David anaimba kwa hisia sana. Yaani kwa yote yale ambayo alikuwa anayapitia na ukweli machungu yote ambayo alikuwa ameyaficha, alikuwa anaimba kwa hisia mno. Mama mtaani bado anamtafuta binti yake. Anakutana na Gadu na anamueleza kila kitu ambacho kilikuwa kinamsibu binti yake kule nyumbani kwa mjomba wake. Huko mtaani watu wanarekodi na walivutiwa sana na uimbaji wake. Huku mama haelewi nini afanye ili mradi tuweze kumpata binti yake kwa salama sababu hajui wapi alipo kwa gharama zozote zile. Na kwa ghadhabu akaamua kumfuata kaka yake. Grace anatuweka wazi kwamba John ni kaka yake wa damu na hiyo ni nyumba yao, sio nyumba ya John. John anasema alikuwa na furaha sana na mama yake, lakini alipozaliwa yeye kila kitu kiliharibika. Kumbe Grace alipozaliwa mama yao alifariki na ndo alikuwa kipofu moja kwa moja. Na hapo ndio chuki ilipoanza. Baada ya kila mmoja kumpenda, basi yeye akaona kama vile ametengwa hivi. Grace anamwambia sio kosa lake. Alimwacha siku ile usiku, geti liko wazi na baba yake akiwa yuko ndani, akaenda kwenye party na marafiki zake. Na hiyo ndio ilisababisha kifo cha baba yao na yeye kubakwa. Grace alilalamika sana na ahadi za uongo kutoka kwa kaka yake. Yaani kila siku yeye kazi yake ilikuwa ni kumwahidi uongo tu na hatimizi hata kidogo. Grace alimwomba kaka yake amlindie tu mtoto wake, lakini mwisho wa siku yeye alimfanya mtumwa. Auntie anataka kuingilia, anakatwa maini, anaambiwa Diana, nilitarajia wewe ungemchunga zaidi mtoto na kumpenda sana mwanangu kwa sababu wewe hautawahi kulionja joto la leba hata mara moja. Lakini amekuwa mnyama zaidi hata nilivyotarajia. Kutokana na ukali ule wa maneno, basi Diana akataka kumvamia kwa hasira, lakini mwisho wa siku taharuki haikuwa ndogo. Tuje huku sasa, kuna huyu dada anaitwa Susan. Alikuja kwa meneja wake katika lebo fulani hivi ya muziki. Amekuja kwa bosi wake kumuonyesha jambo fulani la kuvutia mno na bosi alivutiwa na alipenda sana. Na alitaka Kesi aletwe mara moja katika lebo yake na kwa gharama yote ile basi angeweza kumsajili. Usiku Kesi amerudi nyumbani na kumkumbatia mama yake. Mama alimwomba sana msamaha binti yake kwa kila kitu ambacho aliweza kupitia nyumbani kwa mjomba wake kwa sababu alikuwa anazisikia changamoto lakini alikuwa azizingatia, akidai kwamba binti yake labda inawezekana tu ni anaita propaganda kutokana na vitu ambavyo kaka yake anaweza kufanyia. Lakini huko Diana anawaza yale maneno makali ambayo alikuwa ameambiwa na Grace, huku akilia kwa uchungu sana. John naye aliwaza sana yale maneno ambayo aliongelewa na kumpatia mawazo mno. Asubuhi Susan kawasiliana na Mr. David na kuomba location ya Kesi na akapatiwa. Usiku Susan kafika akakutana na Grace. Kamuulizia Kesi, mama yake anauliza nini kafanya. Susan ikabidi ajielezee ili mradi aweze kueleweka. Susan alizaa kumsajili Kesi kwenye lebo yao. Japo mama alionyesha ugumu kwenye kuelewa, lakini alieleweshwa vizuri sana. Mama anamwambia binti yake aweze kuamua na binti anasema amekubali kufanya kila kitu. Mama anaomba binti yake aweze kuchungwa sana na asipitie shida tena. Susan anamwahidi kwamba hatokaa apitie shida tena na Kesi aliambiwa kwamba ataenda kusoma abroad na alifurahi sana maana aliona ndoto zake zinaenda kutimia. Yaani Kesi kwenda kusoma abroad ilikuwa ni kama ndoto kwake.
Asubuhi wamekutana kuweza kufanya makubaliano maalum na kuweza kusaini mkataba. Waliweza sana kuwashawishi. Binti aliomba David pia aweze kupatiwa nafasi pale. Japokuwa bosi aligoma, lakini aliahidi kumpatia ajira kama akifanikiwa kufanya vizuri. Asubuhi David amekuja na anakutanishwa na Susan. Wako pale, anakuja Casey na kumkumbatia David kisha kumwambia sababu ya uwepo wake pale. David alifurahi sana na alishukuru sana kwa ukarimu na ofa aliyoweza kupatiwa. Yaani alishukuru sana. Na Casey alifurahi mno. Uncle John amekuja mtaani huko Uswahilini kuonana na dada yake ila anakuta kufuli mlangoni. Anapita Gadu anasimamishwa na John na kuulizwa kwamba dada yake yupo. Lakini alijibiwa kwamba angetaka kujua kama wapo basi angekuwa kila siku wanakuja kuwatembelea na angewajali kuhusu yeye. Lakini kipindi ambacho walikuwa wanamhitaji yeye alikuwa anawapuuzia tu. Miaka 2 baadaye Casey yuko zake studio anarekodi albamu yake ya kwanza. Aliimba kwa hisia na kumbukumbu zote ambazo alikuwa na mama yake, akiunganisha zile combination nzuri ambayo alikuwa yuko nayo yeye ni David. Yaani ilikuwa ni nyimbo bora sana katika albamu yake. Maisha yake ilianza kubadilika na yalikuwa mazuri. Alipata nafasi ya kujuana na watu wengi na alipendwa sana na watu wengi. Alikuwa ni bonge moja la superstar pale Nigeria. Maisha ya kunyanyaswa yalisahaulika pale na maisha mazuri yakazaliwa. Sina la ziada. Mimi ni Queen Africa. Hii ni Dani Movie Recap. Till next time. Ciao.